Tutaanza na majina, waitwa nani? Naitwa Laura Kinyi. Naam. Unasoma darasa lipi? Darasa la 9. Darasa la 6. Unahisi vipi mara yako ya kwanza kuweza kufika katika finali? Nahisi poa. Aha. Kwa sababu mchezo imekuwa poa na nimefurahi kabisa na wenzangu. Imekuwa mara ya kwanza tangu JSS yanzi. Imekuwa mara ya kwanza kufika zonal level. Ndio mara ya kwanza kufika zonal level. Yes. Na hivyo tena ikawa mara ya kwanza kufika finali. Ndio. Muliweza kucheza aje, huenda tu kwa faida ya msikilizaji? Game ilikuwa poa. Naam. Wachezaji walijituma lakini ilikuwa ngumu kidogo. Ilikuwa mara ya kwanza. Juu pia opponent walikuwa wamejipanga. Opponent walikuwa wamejipanga. Ni nini ambacho unaambia wasichana wenzako ambao mnacheza na wao katika kikundi hiki? Naomba wajitie moyo. Kama tume lose this, next time tutajaribu kupita hapo hivi. Asante. Faida kwa unaambiaje shule walimu, hasa tuanze kwa mwalimu mkuu. Nini unamwambia mwalimu mkuu? Kwanza namshukuru mwalimu mkuu kutupea vifaa vyote tunataka, usafiri na gari, tunamshukuru sana. Yeye ametusupport kwa kila lengo lenye tunaenda. Asante. Walimu Mmekuwa hapo kama cheering squad. Mmetupea nguvu hata kama tulianguka lakini bado ulikuwa na sisi. Tunawashukuru tu nyinyi wote. Kuna uwezekano wazazi walikuja wakawashangilia? Baadhi yao walikuja lakini sio wengi kwa sababu tulienda kuchezea mbali. Asante. Kila laheri. Kefa. Jambo. Naam. Majina naitwa Kefa Wanjao. Darasa lipi shule? Darasa la 9. Naam. Tuambie kumekuwaje? Nimeona mmeregea mkimbaimba, kulikuwa ni? Kulikuwa na furaha kwa sababu tumeweza kushinda kwenye finali yetu. Naam. Tangu tulipoanza miaka 2 tumeweza kujua pale finali. Lakini huu mwaka tumeweza kujitahidi na kuweza kujitia nguvu na kupita kwenye finali. Naam. Ni mara ngapi mmecheza finali? Tumecheza finali mara 2. Naam. Tumepigwa zote Naam. kwenye finali. Lakini mwaka huu mmeweza kupata nafasi ya kufika finali tena. Ndio. Una wazo gani kwa wanafunzi wenzako ama wachezaji wenzako? Nataka kuambia waendelee kujituma, watie bidii, tutaendelea next level. Mmejiandaa vipi katika kitengo ambacho kinafuata? Lengo letu lilikuwa ni kufika county. Kila laheri. Shule unaiambiaje shule? Naishukuru shule. Naam. Kwa yale yote ambayo imetufanyia. Naam. Hasa kwa walimu walikuwa na sisi pamoja tukielekea. Hasa head ametusaidia kwa lunch, kwa trip ya basi. Naomba shukrani. Kwa hivyo unasema head teacher amewasaidia sana. Head teacher anaitwa nani kumbe? Mrs. Pamela Kitui. Asante. Wazazi wamepata nafasi ya kufika? Naam, alikuwa kiasi. Juu ya transport ni mbali, tulichezea mbali. Naam. Yes. Sasa unawaambiaje katika kitengo kijacho ambapo tutachezea pale Bokoli? Waweze kujitahidi na kufika pale. Asante, kila laheri. Kwa faida ya msikilizaji, waitwa nani, wafunza shule gani? Kwa majina naitwa Mwalimu Nyongesa James. Nafunza shule ya Misiho Friends. Na apart from being a teacher, I'm also a coach of football, soccer, girls and boys, including primary and JSS. This year we were privileged to have 4 teams. Naam. Primary girls, primary boys, and JSS boys and JSS girls. Tulipocheza ile wiki iliyopita, tulipoenda mapumziko, tuliqualify timu ya wavulana JSS kuendelea, walikuwa nambari 2. Wasichana pia walikuwa nambari 2 kwa hapo kwa hiyo level ya clusters, tukaqualify kwenda kucheza zone ambayo tumeweza kumaliza siku ya leo. Asante. Umerejelea masuala ya kiwango cha chini, hasa mkawa nambari ya 2. Iweje mkawa nambari ya 2 kisha mkafika finali tena? Michezo
nimekuwa nimeishi kwa michezo kwa muda mrefu. Na kukaa kwa michezo inataka mwalimu ambaye anapiga hesabu. Mimi wakati tulienda meeting ya clusters tulikuwa tumepanga, wakasema nambari ya kwanza ilikuwa icheze na timu ya Bokoli na timu ya pili ilikuwa ipatikane na timu namba moja itatoka na Ambami. Na kwa hesabu zangu nilikuwa nimejua kwamba kuna nikicheza na timu fulani kushinda itakuwa rahisi na kwenda kufika finali ndafika aje. So nilikuwa nimekaa na watoto nimewapanga. Kukua nambari 2 kuwa shida kubwa kwangu. Shida yangu ilikuwa lazima tu qualify na tu focus kwa next level. So kukua namba 2 sio shida, ila vijana walikuwa rada. Asante kwa mwelekeo. Swali tu la linalojitokeza ni kwamba changamoto gani ambazo unapata katika hali hii ya ukufunzi? Changamoto ni nyingi. Naam. Mimi mwenyewe sio mwalimu tu, mbali ya kuwa coach au watoto, I'm a referee. So being a referee sometimes people may think that you will be there to support your team. For me, mara nyingi watoto hao wakicheza siwezi kuwa referee na kuanga coach. Natafuta mtu mwingine afanye kazi hiyo. Challenge ambayo tuko nazo tulipoanza mpira na hao watoto tulikuwa na mpira moja. So far so good, tumepata marafiki ambao wameweza kusimama nao. Mfadhili mkuu kuwa ni mwalimu mkuu wa shule hii na rafiki yangu mmoja ako USA anaitwa Namunyo Karana ambaye anataka ubunge wa Webuye West. Wamekuwa wanasaidia watoto sana. Challenge kubwa kabisa ni ile support kutoka kwa wazazi wao. Watoto wenyewe unaweza pata kuna wengine bado wanacheza mguu bila viatu na wanapata watoto wakicheza bila viatu inakuwa changamoto nyingi sana kwao kuweza kucheza kucompete na wachezaji wengine. Asante. Ulihisi vipi kufika finali? Mimi nimefurahi. Wanafunzi wangu wamefurahi. It has been a challenge because since JSS started nimeweza kucheza kwa zonals final mara 2. Na mwaka huu na si train na watoto tu kucheza mpira kwa sababu ya michezo za shule. Kazi yangu ni kuwasaidia kuwapea option katika maisha. Wengine wao ni wazuri darasani, wengine sio wazuri sana. So huwezi sema mtoto kama sio mzuri darasani akose kitu cha kufanya. Sasa mimi nakuza talent yao so that inaweza wasaidia huko mbeleni. So tumepanga mwaka uliopita tulipopigwa katika penalty hapo kwa shule ya Misihu Boys. No. Tulikaa na watoto tukaanza mazoezi na nikawaambia next time lazima tuende tucheze county. Sasa tulipofika finali nikawaambia last tumepigwa mara 2 hapa. Hii mwaka hatuwezi pigwa. Sasa vijana walikuwa wamejihami. Though wapinzani wetu walikuwa wakubwa kidogo. Lakini vijana ni wadogo lakini walisema lazima tushinde. Tuweze kuwakilisha jina ya shule na jina ya mwalimu wao na mwalimu mkuu. Pana sifa mingi sufufu tu za mwalimu mkuu, labda utambulisha anaitwa nani, kisha ameweza kukupa aje mkono? Mwalimu mkuu anaitwa Madam Pamela Kitui. No. She is very supportive. Most of time we call her Mama Misihu. So being called mom, that maanisha yeye ni mzazi. Yeye haka hapo kulea watoto, wakati wote tunapohitaji usaidizi huwa anasimama na sisi. Kama leo ametutafuta basi tulipeleka timu 2 wasichana na wavulana. Wasichana wame lose but next year watajituma zaidi. Wavulana wameshinda wanaenda sub county. I promise that on next Thursday I'm sure these boys are going to represent Webuye West to the county level. So Mama Misiho, she's very supportive. Tunaomba tu aendelee kusupport tukijua huko mbeleni maisha itakuwa vizuri kwa hao watoto wetu. Asante. Sifa zozote kwa ofisi husika hasa Bwana Secretary Frank na Bwana Milton? Hao viongozi wa cluster yetu ni watu wa nguvu sana. Nakumbuka hapo Alhamisi siku ya Ijumaa tulipocheza game zetu, tulicheza game ya kwanza, ya pili tulishinda against RC, tuliwapiga bao 4-1. Game ya pili tukashinda bao 2-1, tulipiga Bokoli 2-1. Na Mase ilikuwa imeenda. Kufika saa 11:30 ilikuwa lazima tucheze finali. But kulingana na hali na watoto venye walikuwa wamechoka, tukaomba ofisi, tukasema hii mpira ilale, watoto wacheze siku nyingine. So I appreciate those officials, they accepted na wakatupea siku ya Jumatatu, and that is the reason why we are here. Bure michezo ingechezwa Ijumaa, tungecheza dakika 10 na watoto wangeweza kucheza vizuri. Leo wamecheza, wamefurahi, wanashukuru viongozi. Na tunaomba next year tukikutana maybe tufikirie hii michezo iwe ya siku 2. Isiwe tu tunacheza siku moja na tunacheza final. Tuweze kufikiria hapo. Alafu hiyo timu tumecheza nayo pia inalia sana. Hii mambo na kusema tukupeleka on sub county level timu moja imekuwa changamoto. On zonal tunacheza timu 8. Alafu unapata ni timu moja tena kuwakilisha zonal kwa sub county. Tunaomba viongozi wetu waweze kufikiria hapa, at least tuongeze timu zikuwe 2. Kama volleyball shule yetu imecheza wasichana wamequalify, lakini wavulana walikuwa nambari 2. Na ukiangalia vijana wanacheza vizuri sana.
So naomba viongozi wafikirie hapo kuanzia mwaka ujao, at least tupeleke timu 2 kwa sub county. Asante. Labda kwa majina kama unaweza wataja viongozi hao nao vile vile wasikie vizuri. Kwa majina mara nyingi najua kuna majina naweza jua majina yao moja moja. Kuna Mwalimu Frank, yeye ndio I think he is the treasurer, Secretary. Yeye ndio secretary. Tuko na Mwalimu Cheloti hapo wa Munga High, amekuwa very supportive. Alafu tuko na mwalimu mwingine hapa anaitwa mwalimu anatoka Munga High, Milton. Mwalimu Milton. They have been very supportive to our boys and girls. Tunaamini kwamba tukiendelea huko mbele mambo itakuwa mzuri zaidi. Asante. Kila la heri mwalimu. Thank you. Wacha nimuite Mwalimu Juma Anthony